kamili. Mimi siombi msamaha. Yeah. Mimi hata hiyo mshahara ikae. Hiyo msamaha mmeniandikia ndio niseme mniweke ndani. Right. Huyo ni Senator Gloria Orwoba. Hii ni baada yake alikuwa ameongea maneno ambayo haikuwa mzuri na akaambiwa atoke nje ya Senate. Yes. Akaambiwa kabla aingie lazima aombe msamaha. Haya. Akasimamishwa pale mbele na kuambiwa asome msamaha. Jina ni nani? Anaitwa Senator Gloria Orwoba. Cheki maneno. Kupatiwa karatasi ya kusoma msamaha, yeye alisoma vile anataka lakini si vile imeandikwa. Akaambiwa kama hausomi vile imeandikwa basi jikate. Yes. Akasema ni sawa, wacha nijikate. Hiyo mshahara wacha ikae. Lakini mimi siwezi omba msamaha venye nyinyi mnataka. Haya. Na akasema Mungu anawaona. Mjue tu vile mmenifanyia hivi ndio mtafanywa na Mungu pia nyinyi. Kidogo kuna video inakuja chini. Gani? Wakati wa impeachment ya Rigathi G alikuwa mjamzito. Wanasema karma is a what? Is a bitch. Juzi tu alisimama akiwa mjamzito na kusema Rigathi G shoe amenifanya mimi nikae hapa na mimba. Account ni 11. Huyu mjamaa anafaa ende nyumbani. Hata hatufai kukua hapa tunaongelea nini. Kumbe naye karma is a bitch. Alikuwa ameshodherelia kwa kamonya hivi. Akajua wewe. Akamwambia Gloria Orwoba kuja hapa. Mimi naitagwa karma. Chukua. Mimi ni ndugu ya Butwa. Sasa enda ukanyonyesha. Enda ukalilie na huko. Kinyonyeshaga. And moving on to other very serious issues. Maziwa ya Nyayo is coming back. Hai. Yeah. Hii ni baada ya First Lady. Ukipenda zaidi bibi ya mkuu wa majeshi. Baada ya kupiga raundi nchini Kenya. Akiwa juu ya chopa. Juu ya magari. Akarealize kumbe watoto wa Kenya wako malnourished. Akapiga raundi akaona watoto wako na marasmus. Na unajua kidogo tu baba wa kwake alikuwa ameona wanataka shafashi. Sasa wanataka kuintroduce maziwa ya Nyayo. Kwa nini? Wataita aje? Sasa hapo ndio kizungumkuti. Tunajaribu pia sisi kama Wakenya kuwatafutia jina. Itaitwa maziwa ya nini kama ni wewe? Maziwa ya mama. Maziwa ya mama kidogo tunaweza shindwa kukunywa. Maziwa ya hashora. Ya kidogo maziwa ya hasla. Ibrot kaende. Sasa hapo ndio kizungumkuti. Sasa tunahofia ama maziwa ya kukunywa shafashi. Sasa kizungumkuti ni je, wakianza kupeana maziwa tutajuaje? Wataenda Kiambu Road wachukue watoto watatu wanono. Wawapige picha. Watu waambie maziwa inafanya kazi. Angalieni maziwa ya Hasla. Yekewe budget ya 20 billion. Yes, alafu pia tunaomba ipigwe muhuri isiuzwe kwa barabara. Tora. Tukutastezi. Tutole hura kwa bis. Na Adrian. Hasen na hopa. Tukara terijuwe iria tujuwe.
amba twambĩrĩrio na ithatũ cia Turukana. Coka rĩu waigua nĩ twambia kũrĩhio rĩu nginya kĩrĩa nginya bara Cana yarego ciekĩrwo iria-inĩ. Ciekĩrwo iria-inĩ. No tũthiĩte wega. Bũrũri ũthiĩte wega biũ ũguo ndũngĩboeka kwĩboka nĩ kwĩyendera. And moving on to other very, very serious issues. Jana our own Ndindi Nyoro baada ya kumsukuma sana aongee, jana aliongea. Mount Kenya tulitoka kwa wingi. Kwa live yake tulikuwa over 35,000 people. Wow. Jamaa akatokelezea. Tukangoja aongee. Tukangoja aongee. Tukangoja. Kisha tukakaa, tukajita kama mkutano, tukasema ni sawa sawa na vile utaita msichana kwa nyumba ukiwa mwanaume. Msichana aje nyumbani kwako akiwa na matarajio ya kwamba atarudi nyumbani na mtoto, utamtumikia. Sisi wa Kenya tulitokea tukiwa tayari kutumikiwa. Utumishi kwa wote. Tulikula ma-aphrodisiac. Tulikuwa tayari kuhudumiwa na one and only Ndindi. Lakini hatimaye hata hakutuambia kitu. Tunaomba hata heri angetudanganya. Hapana. Alitumia ile kitu inaitwa kiguoya kinoke ile jina. Tukimuuliza maswali, nyama ine na ndire roa ine. Imagine. Alituacha tuko tayari, akatuacha tumeboeka. Akiulizwa swali, alikuwa anabaki. I'll come to that one. Abu ask me a question. Mbona ya mwisho ilikuwa tu ile kidole uliweka kwa finance bill? I'll come to that question. Somebody else. I'll answer all of them. Thank you. You said your name is? Thank you. And moving on to very, very serious issues My God. that have shaken the country. Baby T is on it again. This time round with a Nigeria man. Yeah. Sinema yenyewe inaanza, tunamuona pale ukipenda starring Jangiridosi Baby T. Ni masaa ya jioni. Tunaingia helikopta za kijeshi moja kwa moja hadi Githogoro. Upande mwingine tunamuona Mnigeria kwa jina Oga Obina. Jamaa kwa muda amekuwa akimuwinda Baby T kwa masingizio anataka kumfanyia interview. Kwanza ampigia simu na kuweka loudspeaker. Baby T, watu wanakuulizia sana, tunataka ukuje kwa show yetu. Baby T upande mwingine anamwambia, "Oi guy, unajua nakuaga na nini?" Nakuaga nasikiaga mad butterfly. Sijawahi interviewiwa on my life. Oga Obina haki. Si ati naogopa kizungu. Ni vile nasikiaga butterfly. Oga anamwambia, "Basi si ufunge macho ukuje tu." "Oi, wacha nisifuke saa hii." Nitavuka tu siku ingine, just any other. Wacha nisivuke saa hii. Yes, I listen to you, but then I watch your show. We'll talk another time. Na kusign out. Sawa, wagwan. Cheers. Nikashukuru Mungu sababu hakumjibu. Haku sign off kama vile amezoea. Aje. Nitokwaria no gwino.
Lakini mimi nikijiangalilia naona ni kama Oga sio interview tu anataka. Ukimsikiza ako very composed. Mtabiri hali ya hewa. Ni mjamaa amekuwa akikusikiza sana, anasikia unacheka mzungu. Lakini ujue pia Nigeria, you are out of this country. Ni abroad. Jamaa utammezesha tutu dawa akuwe mweupe. Na kama hayo sio hayo, Nakuru Nakuru wamepigwa na butwa. People are coming all the way from Nyandarua, Miharati, Kiviveri. Wanajitokeza mjini Nakuru. Kwa nini? Baby T again amewekwa kwa billboard. Pale ukiingia Nakuru Lanet, wazee wa kutoka Keroka, Kisii wanafagiriwa hapo chini ya hiyo billboard. Wazee wa kutoka Subukia, Wanyororo, Dodoli, Wakiogo, atachanja mokere kirwako.